naona saa 7 imembakisha dakika chache. Ni saa 6. Naona kweli? Au ni saa 6:56 Wacha tuite tu ni saa 7. Wacha tuseme ni saa 7. Na hiyo ni masaa mzuri ambapo nimeona tuweze kuingia katika neno na Mungu atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujawahi subscribe, naomba usubscribe. Wakati ambapo unapo tu niona kwa simu yako, wakati ambapo unapita, sifurahii kweli, naomba uweze kusubscribe. Nyosha tu kidole chako, ufinye hiyo alama nyekundu na Mungu atakubariki sana sana. Wacha nikwambie jambo moja, unavyotendea mwingine mema, hata wewe Mungu atakutumia watu wakutendee mema. Bwana Yesu asifiwe. Umbarikiwe sana, ninawapenda na ninajua Mungu pia anawapenda kwa jina la Yesu Kristo. Ninataka twende tuingie katika neno. Before tuingie katika neno, ninataka tuingie tuweze kuomba na kumwambia Mungu jambo. Ungamanika pamoja na mimi, twende tuseme neno katika Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Hebu tuombe. Inua mikono yako tu mbele za Bwana na uamini Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja mbele zako mfalme. Baba, ninanyenyekea katika mbinguni mwako Jehova na kusema unastahili, hakuna kama wewe mfalme. Pokea sifa, maana zote ni zako. Pokea sifa mfalme wa wafalme. Asante katika usiku huu wa leo, na asante pia kwa siku ambao imepita, mchana ambao umepita, maana hii masaa ni usiku wa manane. Ni usiku, angalia Bwana Yesu, ni saa 7 na masaa haya tumeonelea ni vyema Bwana, mimi pamoja na wenzangu mahalini hapa, tuweze kusonga mbele zako na kukuomba na kukutukuza na kusema wema wako ni mwingi kwetu Rabi, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa wafalme. Masaa haya imefika Mungu wa mbinguni, tunaenda kuingia katika neno. Naomba Mungu wa mbinguni ukatubariki. Naomba uwabariki wote ambao wanaonisikiliza, wanaonitazama, na wote ambao wamekuwa wakifuatilia video hizi, wawe ni watu 5, wawe ni watu 7, wawe ni watu 100, wawe ni watu 1000, wawe ni watu 2000, 5000. Baba, mataifa wote Mungu wa mbinguni wanaonitazama, Mungu ukawabariki kwa jina la Yesu. Hata wale ambaye wako ngambo, Mungu wananifuatilia, naomba Mungu wa mbinguni pia ukawabariki, usiwaache. Wengine wanafanya kazi kule na walipwi, Baba wa mbinguni, katika zile countries za Dubai, Qatar, na zingine mingi ambazo sitaweza kusitaja zote. Baba wa mbinguni, unawajua watu hawa. Naomba Baba wa mbinguni ukawabariki, ukaweze kutuma malaika wako Baba Mungu, ukashughulikie kila mmoja na mahitaji yake Baba. Kilio cha huyu msichana Mungu wa mbinguni ukakisikie Baba, apate kukumbalika katika nchi ya Dubai, apate kukumbalika katika nchi ya Qatar, apate kukumbalika Baba wa mbinguni na aitikilike Baba. Uliona ni vyema watoke hapa Kenya na kwenda kule kutafuta riziki. Mungu, naomba umbariki kazi ya mikono yao Baba, naomba uwatendee Baba, naomba ukutane na maswali yao, uwajibu haya ambaye yote wanayeuliza, mambo ambaye inayewasumbua Baba, ukaweze kuzuluhisha kwa jina la Yesu Kristo. Wafanye wakumbalike kule, wafanye waitikilike kule Baba, wapake mafuta Baba, wape kibali kikubwa, wape neema, wakumbalike na waitikilike. Na mahalini hapa Mungu, katika watu hawa wanaonitazama Mungu, ikiwa kuna mtu mgonjwa, naomba Baba
ukamponye sasa hivi kwa jina lako takatifu Redeemer. Baba, ninatuma malaika wa uponyaji katika kila mmoja anaosikia maumivu katika mwili wake, allergy, maumivu yeyote, kuumwa na kichwa, kuumwa na tumbo, kuumwa na mgongo, kuumwa na figo. Baba, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, wale wanaosumbuliwa na kidney, naomba Mungu wapone sasa kwa jina la Yesu. Baba, ninaachilia neema ya uponyaji, ninaachilia neema ya uponyaji my Father, ninaachilia neema ya uponyaji Mungu mtakatifu atakatifu. Baba, wewe tu uliumba mwanadamu. Baba, ninanyenyekea miguuni mwako Rabii. Mungu, ulete uponyaji. Ngusa kila mmoja mahali anaumwa Baba. Ngusa kila mmoja mahali anaumwa Jehova, wapate kupona kwa jina la Yesu. Baba, ninakutukuza, ninakuinua, ninakuabudu, ninasema Bwana wa mbinguni unastahili, hakuna kama wewe. Asante kwa ukuu wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa unastahili. Asante Jehova. Tusikilize kuanzia mwanzo hadi mahali ambapo Baba tunaenda kumalizia. Mungu, naomba utushikilie na uwe pamoja nasi. Tunajua sio wengi ambao wanayefurahia kwa sababu ya huduma hili. Naomba Mungu wa mbinguni neema yako itoshe. Ani kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, mfalme wa falme. Mungu, tunakushukuru kuwa umetusikiliza na kuwa umetukumbalia na kuwa umetupatia neema kubwa. Pokea sifa Bwana Yesu, pokea sifa Bwana Yesu, pokea sifa Rabii, pokea sifa Mungu mtakatifu atakatifu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Thank you God, thank you Redeemer. Asante. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Mpigie Bwana Yesu makofi ukiwa mahali popote ulipo. Mwambie Bwana Yesu ni asante. Masaa haya ninajua kuna watu ambapo wamelala. Naomba Mungu awasaidie. Kuna watu ambaye wajalala wamekaa tu chini, wanangoja masaa yasonge, ama we umekaa chini unamngoja mume wako. Mungu akubariki sana. Unakaa chini unangoja familia yako, watafika kwa nyumba, watafika salama. Mungu awabariki sana na Mungu awafikie mahali mulipo kwa jina la Yesu Kristo. Asante. Mungu akubariki sana. Ninazidi sana kukukumbusha tunapoendelea na neno hili. Kama unaendelea kunitazama na umekuwa ukinitazama, niko miguuni mwako na kuomba subscribe, like na ushare, na Mungu atakubariki tukiendelea na neno na tukiendelea kusongea mbele za Mungu, tukiendelea kusungumusa naye. Naomba Mungu atukuke na jionyeshane kwa jina la Yesu. Amen.
Naomba tuende tusome katika kitabu ya Mwanzo 26, Mwanzo 26 mstari wa 24 hadi mstari wa 25, na Mungu atakubariki. Na nitaanza kusoma. Nitarudia tena. Twende tusome katika kitabu ya Mwanzo 26 mstari wa 24 mpaka mstari wa 25. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana watu wa Mungu wakati ambapo tunapoenda kusoma neno hili. Naomba neno hili lianguke katika moyoni mwako na lifanyike kuwa baraka kwa jina la Yesu Kristo. Na nitaanza kusoma. Bwana akamtokea usiku ule ule. Akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako. Usiongope, maana mimi ni pamoja nawe. Nami nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia. Bwana akamtokea usiku ule ule. Akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako. Usiongope, maana mimi ni pamoja nawe. Nami nitakubarikia na kukuzidishia uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni nani ambaye tunayemuona hapa? Maandiko inasema usiku ule Bwana akamtokea. Huyu ni Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yakobo. Ukiangalia katika kitabu ya Mwanzo inanena kuhusu Ibrahimu na kuhusu watoto wake Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki kinatufundisha jambo moja. Je, huyu ni nani aliyetokewa na Bwana? Huyu ni Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa Yakobo, Bwana akamtokea usiku ule ule. Akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako. Usiongope, maana mimi ni pamoja nawe. Nami nitakubarikia na kukuzidishia uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto ambaye anayeomba Mungu kwa sasa na Mungu kumjalia kwenye njia zake, ama Mungu kumjibu maombi kwa sababu ya utumishi ya baba yake na mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyu ni Yakobo. Yakobo kama Mungu alimbariki kwa sababu ya Ibrahimu aliishi kumtumikia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa uko hapo na wewe ni mama kama mimi, ama wewe ni baba. Nimekuja kukuambia katika njia ambapo unayemtumikia Mungu. Ninaongea na sisi wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea na wazazi. Ninakueleza kana kwamba jinsi ambapo Mungu anavyozungumza na Yakobo hapa, akusungumusie wewe usiku huu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana anasema usiku ule ule. Saa hii ni usiku. Na tukiangalia ni usiku wa saa ngapi? Ni usiku wa saa 7 na madakika. Hata nusu ijafika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimekuja kukuambia usiku kama huyu unayemtafuta Bwana Yesu ni lazima utamuona.
Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile ambapo utaamuka usiku na kuomba Mungu akakuacha hivyo. Haleluya. Ningekuwa wewe ni mimi, ningetangulia kusema na iwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Katika utumishi wako unaokaa ukinyenyekea na kumtumainia Mungu na kuomba kila wakati, usione Mungu ni kama amekuacha. Usiku huu wa leo mimi nimekuja kukutabiria, mimi Madamu Eunice ama mimi Eunice, mimi mtumishi wa Mungu, nimekuja kukutabiria ni usiku ule ambapo Yakobo, maandiko inasema Mungu alimtokea usiku ule na akazungumza na wewe. Tukisoma neno hili hatujajua kana kwamba Yakobo alikuwa amepitia masaibu gani. Bwana Yesu asifiwe. Maana ikifika kipindi ambacho ni cha kuongeleshwa na Mungu, ama kiasi ya kwamba umelala, wote Mungu akikunjibu maombi yako, wote malaika amekushukia, unakuanga umepitia masaibu. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukijaribu kulala katika hicho kitanda, hauwezi ukapata usingizi. Unasikia kitanda ni kama imemwagiliwa maji kwa sababu ya yale mambo ambayo imekusonga. Bwana Yesu asifiwe. Ninatumaini tuko pamoja katika neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukutabiria usiku huu wa leo. Acha nikuambie, Mungu hajanisimamisha hapa bure, au Mungu hajaingia kwangu bure. Mungu ameingia kwangu ili niweze kukutabiria. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna neno ambalo litokalo katika kinywa cha Bwana likaanguka humu duniani, likaangukia mwanadamu na si mnyama, likarudi pasipo kufanya jambo. Haleluya. Ni lazima neno ambalo litokao katika kinywa cha Bwana ni lazima litatimia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana akamtokea Yakobo, akamtokea, maandiko inasema akamtokea usiku ule. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda pale juu kidogo ndipo utaenda kusoma kuanzia mstari wa 18 ili ukuje kufika mstari ambapo nimekuanzia. Hapo ndipo utajua hakika ni nani aliyeongeleshwa na Bwana usiku wa manane. Haleluya. Bwana anapenda sana kuzungumza na watu wake wakati wa usiku. Haleluya. Bwana anapenda kuja kukuonyesha wewe mtoto wake kana kwamba anaweza. Kipindi ambapo anakuja kuzungumza na wewe, na wakati ambapo umefika mwisho katika mambo ambayo inayekusonga, unaona Mungu ni kama amekuacha, hapo ndipo Mungu kuja kwa haraka. Haleluya. Ili aweze kupata sifa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anaendelea kusema tena, kwa sababu ya mtumishi wangu Ibrahimu sitakuacha. Wacha nikwambie, wewe mzazi uko hapo, wewe mama mwenzangu uko hapo, wewe mzee uko hapo, unaendelea kumtumainia Mwenyezi Mungu. Zidi kumtumainia Mwenyezi Mungu. Hilo ni mbegu unalipanda. Haleluya. Hilo ni mbegu unalipanda. Unaweza kuwa mtoto wako wa kwanza ni wa miaka 15 au ni wa miaka 20, lakini mbegu ambalo unalolipanda, mama, utakuja kulivuna miaka 10 inayokuja. Haleluya. Kwa maana kwa sasa uenda wewe uko hapo, unaweza kukombolewa ama ombi lako likajibiwa kwa haraka pasipo kukawia, kwa sababu mama yako alilipa gharama. Haleluya. Inaweza kuwa mama yako alilipa gharama kwa njia hii. Aliishi kumtumikia Mungu na hakuwahi kujichanganya na mambo ya dunia, hakuwahi ingiana na ushirikina. Bwana Yesu asifiwe. Aliishi kumtumikia Mwenyezi Mungu, aliishi kumwabudu Jehova.
Haleluya. Na ndiyo maana unaweza kuwa hapo ulipo unaomba, unaona ombi lako limejibiwa kwa haraka. Haleluya. Ukiendelea kusoma maandiko pale nyuma kidogo, ndipo utakuja kumpata baba yetu Ibrahimu, jinsi ambapo alipoishi katika mbinguni mwa Bwana. Haleluya. Ukiendelea kusoma utakuja kupata kuna wakati ambapo Ibrahimu aliambiwa na Mungu, ninamtaka mtoto wako wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuambiwa ninamtaka mtoto wako wa pili, bali ninamtaka mtoto wako wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ili kumjaribu Ibrahimu. Ibrahimu hakukataa, alikimbia kwa haraka. Wacha nikuambie siri nyingine. Hakumwambia mke wake Sara, alikimbia kwa haraka sana, akambeba mtoto wake, akabeba kuni na wakaenda madhabahuni. Haleluya. Kwenda kumtolea Mungu sacrifice. Na ndiyo maana tuko katika usiku huu tunamtolea Mungu sacrifice ambapo ni ya maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambaye munaolala na munasema kana kwamba baba hanisikiangi, nimeomba, nimeenda untuma, hakuna anayenisikia. Wacha nikuambie, Mungu yupo. Wacha kulala, amuka usiku masaa kama haya, tumia dakika zako 15, nena na Mungu na bado hatakusikia na atakujibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akambeba Isaka, akaenda kumtoa dhabihu, akatoa kisu yake. Mtoto anazidi kumuuliza baba, na tunaenda kumtolea Mungu dhabihu, na hilo dhabihu iko wapi? Na hiyo kondoo iko wapi? Ibrahimu anamwambia yule mtoto, wewe twende, sadaka iko mbele, Mungu ashajipatia. Ila Ibrahimu alijua kana kwamba yule ninaye mtoa ni huyu wanaoteta. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipofika pale, akatoa kisu yake, akawekelea kuni, akawekelea Isaka kwenda kunyoosha kisu. Sauti ya Bwana ikamkujia na kumwambia, inua macho yako, utazame pembeni, utaiona sadaka yangu ile ambapo nimejiletea. Hapo ndipo ambapo Isaka akaokoka pale. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo Isaka akastuka na akakaa kando. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akaangalia, akaona kweli Mungu amejipatia dhabihu. Mimi nimekuja kukwambia, Mungu akipanga jambo upanga na sababu. Bwana jipatie dhabihu katika maishani mwako. Ndani ya maisha yako kuna dhabihu ambao Mungu ameiweka. Kuna dhabihu Mungu anahitaji umtolee sadaka, na wewe umelala. Mungu anakuhitaji. Ile sadaka inateta, ile dhabihu inalalamika. Huyu anaenda kutoa dhabihu gani? Isaka alizidi kulia, alizidi kutetesha baba yake na kumwambia, kweli ninabeba kuni na wewe unabeba kisu na wewe umebeba kibiriti, twende tukawakishe moto, tukamtolee Mungu dhabihu. Ilo dhabihu na iko wapi? Sioni mbuzi, sioni yeni kondoo. Kweli tunaenda wapi? Na ukumbuke wakumwambia Sara. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengi ukijua Mungu amekuita, utashinda ukihusisha watu, hasa wa nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Utaamka na kwenda kumtolea Bwana dhabihu. Kipindi hiki nimeamuka hapa, angalia nina familia, sijawahusisha malini hapa, hata wajajua ni sababu gani nimesimama hapa nimtolee Bwana Yesu dhabihu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu.
Mungu akusungumusie usiku wa leo na kutabiria malaika akushukie wewe, malaika akuongereshe wewe, malaika akuongereshe kwa sababu ya gharama mama yako alitoa ama baba yako alitoa. Kuna wazazi wetu ambaye waliishi kumtumikia Mungu, waliishi kumwabudu Mungu, na hao ndio wanaosababisha maombi yetu injibiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baba wa kwanza kutumika na Mungu duniani alikuwa ni Ibrahimu. Na Ibrahimu alilipa gharama, hata kwangu alilipa. Maana ninaposema hapa, nasema kama Yakobo, na kusema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa baba zangu, anishukie na anifanyie, anishukie aniokoe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamtokea usiku ule ule, akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiongope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kukuzidishia uzao wako. Mimi ninakuambia, Bwana kuongereshe katika usiku wa leo. Bwana kutokeleze wewe ambapo umelala, wewe ambapo umekaa unanitazama, wewe ambapo umekuwa ukifuatilia channel hiki. Naomba Mungu akutembelee. Bwana asungumuse na moyo wako, Bwana aseme na moyo wako, Bwana aseme na wewe, Bwana aseme na mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akwambie wewe usiongope. Bwana akuja kwako akupatie nguvu. Bwana na akutie nguvu. Bwana na akutie nguvu. Bwana na akushike mkono. Bwana na akuongoze. Haleluya. Kuna mtu ambaye anaomba na ameokoka na hajawahi jua ndoto za Mungu, Mungu wetu wa Ibrahimu sinakuja namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Katika shida ambaye unayo na unatumaini, unamtegemea Mungu, ujejichanganya kabisa, unamtazama Jehova na kungoja kujibu na kungoja kuokoe katika shida hilo. Mungu akupatie ndoto masaa haya, maana ni masaa ya ndoto takatifu. Maana Mungu wetu anatawala anga yetu, Mungu wetu anatawala destiny zetu, Mungu wetu anatawala mawazo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana hakutumie malaika wa ndoto. Bwana hakutumie malaika wa ndoto. Bwana akuoteshe ndoto. Jehova jina kuoteshe ndoto kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Haleluya. Ni wangapi wanasema Mungu anaweza? Ni wangapi wanajua Mungu anaweza? Ni wangapi wanajua Mungu anawapenda? Mungu anaweza akatatua shida hilo ambalo limekusonga. Mungu anaweza akatatua stress ambazo unazo. Mungu anaweza akatatua mambo ya kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Tukiendelea kusoma, na kabla nikatishe hili, mimi nimekutabiria Bwana akuoteshe ndoto. Bwana akuoteshe ndoto. Bwana na akuongereshe. Bwana na akubebe katika Holy Spirit, akupeleke mahali ambapo kuna baraka zako, kunapoenda kupambasuka, upate muujiza umefanyika, upate malaika amefika kwa jina la Yesu Kristo. Unajua Mungu anakujua zaidi ya vile tunavyokujua. Unajua Mungu anakufahamu zaidi ya vile watu wako wanakufahamu. Haleluya. Mungu anakupenda. Tuendelee kusoma. Akajenga madhabahu huko, akaliita jina la Bwana, akapiga hema yake uko na watumwa wa Isaka, wakashimba
kizima uko. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kizima cha aina gani? Maana uko mahali alipoenda. Maandiko inasema akajenga madhabahu uko. Akaliita jina la Bwana. Akapiga hema yake uko na watumwa wa Isaka. Huyu ni Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Uko mahali Bwana alipomtokea. Usiku ule Bwana alipomtokea na akamwambia, usiongope, mimi niko pamoja na wewe. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu, mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. After kuambiwa hapo, akaamini Mungu na akaendelea na safari. Maandiko inasema kule alipoenda akajengea Bwana Yesu madhabahu. Mimi nakuongelesha mahali ulipo, mjengee Bwana madhabahu. Haleluya. Mchimbie Bwana kizima katika maishani mwako. Haleluya. Kizima. Chimba kizima upate maji matakatifu. Na mahali pale akajenga hema. Hema ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hema ni mahali ambapo ni pa kumtolea Bwana ibada. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuja kukuambia, tokea umtengenezee Bwana Yesu madhabahu. Haleluya. Mjengee Bwana Yesu madhabahu matakatifu. Wacha kumjengea Bwana Yesu madhabahu ya uchawi. Wacha kwenda kwa shosho na kukuambia hivi, wacha twende nikufunike aka kashuka. Wacha nikutengenezee madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali shosho kutengenezea madhabahu. Usikubali kuka. Usikubali hao wazee wa mboma wakuambie ati wewe umesaliwa kuwa mganga. Ati kuja nikufunike hili leso. Kuja uvungwe hili leso. Mama yangu hapo mahali ulipo, umevungwa hiyo leso. Uwezi ukaendelea. Na hayo si madhabahu ambapo umemjengea Bwana. Haleluya. Hao ni madhabahu umejengea wanadamu na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni madhabahu ambao umejengea dunia, bali hujamjengea Jehova Jire. Haleluya. Usikubali kumjengea Bwana Yesu madhabahu ya ushirikina. Usikubali kumjengea Bwana Yesu madhabahu ya ukahaba. Usikubali kumjengea Bwana Yesu madhabahu ya kuua. Hiyo yakatae kabisa. Maana Yakobo kule alipoenda, alienda akajenga madhabahu, wakachimba kizima. Na hao waliochimba kizima ni ndugu yake Isaka pamoja na wafanyikazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko inasema watumwa wake Isaka wakachimba kizima na wakamsaidia Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuambia, kubali kumchimbia Bwana Yesu kizima. Kubali kuchimba kizima. Kubali kutengeneza mahali umtengenezee Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jengea Bwana madhabahu. Jengea Bwana madhabahu ili naye azidi kujenga maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sioni vile ambapo nitasimama kumjengea Bwana Yesu madhabahu naye akose kunijengea madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mjengee Bwana Yesu madhabahu mama. Mjengee madhabahu Mwenyezi Mungu naye atakujengea familia. Unalia unataka ndoa ijengwe. Unataka Mungu akujengee ndoa namna gani? Unataka hiyo ndoa isimame namna gani? Unataka watoto, unataka maisha ya watoto wako isimame namna gani? Kipindi ambapo ulidanganywa na shosho na wazee wa mboma, ati ukaambiwa wacha tununue vitu vya unganga, wacha utengenezewe unganga, ukaitiwa wazee wa kusimu. Au wazee unajua ni watu waliokufa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuabudu watu waliokufa. Watu waliokufa ukiwaabudu hao wazee, itakuwa ni hivi, hata maisha yako itakaa yaliyokufa. Tunakuona lakini tunakuona kama kifuli. Bwana Yesu asifiwe. Kataa. Mimi nimekuja kukuambia, ondoka hapo ulipo. Mjengee Bwana Yesu madhabahu matakatifu.
Wacha kumjengea Bwana Yesu. Wengine wanajenga madhabahu ya ukahaba, madhabahu ya mushene, madhabahu ya kuharibu ndoa, madhabahu unaharibu familia. Utaki kuona familia ikiwa pamoja. Ushatafuta mbinu zako kabisa, jinsi ambapo vita itaingilia katikati. Hiyo yote kataa kwa jina la Yesu. Nimekuja kukusii sana, kukuomba kwa heshima. Jengia Bwana Yesu madhabahu, ili nayo familia yako ikasimame. Jengia Bwana Yesu madhabahu. Kuna watu ambaye wanaishi ila wamekufa. Kuna mtu anaishi ila amekufa. Kwa sababu kuna watu ambaye wanayeamini ushirikina, wanayeamini unganga. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikuambie, au nasikia unaambiwa wazee, au ni watu waliokufa, au ni mapepo, au ni maroho ya kaburi ndiyo yanaamushwa. Unaongea nayo, unakulania nayo, unaipea sandaka. Unaambiwa hivi, chinja mbuzi kila mwezi. Unaambiwa hivi, after miezi 7 tupatie mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote nimekuja kukuambia wechana nayo, haitakusaidia. Mjengee Bwana Yesu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mjengee Bwana Yesu madhabahu, mahali patakatifu. Jenga untuma wa Bwana, jenga kanisa ya Bwana, jenga wokovu ndani ya maisha yako, jenga wokovu ndani ya nyumba yako, jenga wokovu ndani ya familia yako, jenga wokovu ndani ya ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Unapomjengea Bwana madhabahu, naye hawezi akakuacha. Maana neno la Bwana linasema, alipojenga madhabahu, alipojenga mahali ni pale, akapaita jina la Bwana. Bwana ajenge maisha yako, na apaite jina lake takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ajenge maisha mema katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana hakubariki. Neno ambalo nitakuacha nayo, ukiwa hujaokoka, okoka. Mungu amekupatia masaa uokoke. Mungu amekupatia siku uokoke. Mungu amekupatia masaa uokoke. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupatia siku uokoke. Bwana amekuacha huru uokoke. Bwana Yesu asifiwe. Maana angalia, maandiko inasema Mungu wetu ni wawivu. Mungu wetu hawezi akakumbali kiumbe aliyoumba kipotee. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kumbali kiumbe aliyoumba kipotee. Ni lazima afuatilie kiumbe kile, hata kama utapitia vita gani. Nataka ujue kana kwamba hata kama utafanya dhambi gani, hata kama utakimbia kwa ushirikina, hata kama utakimbia kwa makaburi, hata kama utaongea na wazee, hata kama utaongea na misimwi, wacha nikuambie, Baba anakuhitaji. Baba anakuhitaji. Umjengee madhabahu, uambie watu wokovu wake, utangaze injili yake katika jina la Yesu. Wacha nikuambie kitu moja mpendwa, Mungu hawezi akajitangaza. Ni labda kutumie wewe ama atumie mwingine ili aweze kujitangaza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu tu tunayemwabudu, huyu Mungu tu tunayesema habari zake, angalia amekupatia uhai. Hata hiyo misimu unayeiabudu, hata hiyo misimu unayeinamia, haiwezi kukupatia uhai. Haleluya. Haki shetani ni muongo. Shetani ni muongo. Anadanganya watu wake anawapea uhai. Anadanganya watu wa Mungu anawapea uhai. Kumbe ni kuwapoteza tu wapoteza. Mungu anakupenda. Mungu anakujua. Mungu anakujali wewe. Uko kote unakimbia usiku na kwenda kufanya vituko vyako, ukiwa unaitwa na hiyo misimu, ukiwa unatumikishwa na misimu. Wacha nikuambie, Baba ndiye
kwa sababu anakuhitaji. Anasema, mwanangu njoo, mwanangu njoo, nakupenda, mwanangu njoo, nakuhitaji, mwanangu njoo, nakusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Nawe unazidi kukasa moyo. Wacha nikuambie, hata kama utapitia vita za aina gani, nataka ujue kana kwamba hizo vita ni za kutoka kwa Mungu. Maana na wivu na wewe, hataki utumikishwe na misimwi, hataki utumikishwe na maroho ya dunia, hataki shetani atumike kwako, mbali Mungu anataka akutumie wewe. Haleluya. Baba anamwambia Yakobo, nitakuokoa kwa sababu ya mtumishi wangu Ibrahimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baba anakuhitaji ukiwa hivyo ulivyo. Wewe ukiwa hivyo mwenye dhambi, anakuhitaji. Baba anapenda wale ambaye wanaojingundua sisi ni wenye dhambi na tumekuja kwa Bwana tusamehewe, tupewe mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatafuta watu kama hao, bali si wale wanaojiona wanajua. Mungu hataki mtu ambaye anaenda mbele zake na kuona yeye ni mzuri, kuona yeye ana dhambi yoyote. Mungu hapendi kabisa. Mungu hapendi mtu wa kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ngainde ndete mundu wingolo, na ngainde ndete mundu uyuthiliku. Ni kwithwa ena batana mwanadamu. Nundu mwanadamu kukengwa ni satani vaungu asua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakujali na Mungu anakupenda. Hata ukifanya virakasi zako zote, hata ukifunga ndoa za watu usiishe, hata ukivuruka watu wa ploti, hata ukiharibu watu, hata ukifunga makanisa, mimi nimekuja kukuambia, Mungu anakutaka kutumie wewe. Mungu anakutaka kutumie wewe kwa jina la Yesu Kristo. Na vita hizi zote unapitia, utazidi kuzipitia ili ukimbie kwa Yesu. Unapoenda kukimbia kwa Yesu, hapo ndipo unapoona vita sikipungua kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninakwambia, vita itakuwa inapumzika leo, kesho inakuja tena. Kwa nini? Kwa sababu Baba anakutaka. Haya yote Baba anakutaka. Haya yote Mungu anatuma malaika. Mungu anatuma malaika wa kukuchokoza. Mungu anatuma malaika wa kukuchokoza. Mungu anatuma malaika wa vita kwa sababu anakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo inaimbwa, mokanyo amweni mangai nziokenzia ni yake ini kwa wendo tiudhatu anganie na ini siakwa. Bwana Yesu asifiwe. Mokanyo amweni mangai nziokenzia ni yake indi kwa wendo tiudhatu anganie na ini siakwa. Akambidha Yesu, akambidha valabato kamisho. Akambidha Yesu, akambidha vala fekoko kwangai. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo wimbo inamaanisha ukando mwingine unaokuja katika ama mambo ingine inayokupata. Wacha nikupapanulie vizuri. Wakati mwingine unaona magonjwa, wakati mwingine unaona vita saa yote kwa nyumba yako, unaona vita ukiwa na wanadamu wenzako. Mungu anakuhitaji. Ati hizo vita, hii wimbo inasema ni vita za upendo, mbali si umbaya. Maana Baba
anasema ili akuonye kwenye njia zako mbaya, urudi kwenye njia zake takatifu, maana anakuhitaji. Anasema mwenyewe katika hiyo wimbo, atakuficha ndani ya mkono wake, ambapo hapana visirani, hakuna mikosi. Bwana Yesu asifiwe. Jengea Bwana Yesu madhabahu. Wacha kudanganywa na watu wa dunia. Unaona haya yote tunayoyaona ni mambo ya dunia, tutaiacha hapa. Tafadhali mwanadamu, tafuta uso wa Mungu. Haleluya. Tafuta uso wa Mungu. Mtafute Bwana. Haleluya. Mtafute Bwana na moyo wako wote. Mtafute Bwana na nguvu zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Na utabarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Ukiwa uko hapo na unajua umekaa ukijenga madhabahu ya ngisa, na ndani yako shetani amejijengea, na kuomba kwa sababu ya neno hili, ili Bwana akutokea usiku ule ule kama vile alivyomtokea Yakobo, na ili Bwana umtengenezee madhabahu, umjengee madhabahu, na akukumbalie mahalini pale, upaite jina la Bwana. Kumbali ombi ya toba kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kumbali tuombe ombi ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Kumbali tuombe ombi ya toba, na Mungu atakubariki. Fuata ombi hili nyuma yangu, na Mungu atakubariki. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi mtoto wako. Ninatubu dhambi na makosa yangu. Naomba ukanisamehe. Yote nimekutendea, nikijua na yale sikujua, na yale yote nilihukumiwa na wanadamu hapa duniani. Nimekuja kwako ukanisamehe. Na dhambi zote nilifanya zikanifunga, nikaishi katika vifungo. Baba, nimekuja ukanisamehe, ukanifungue majina yangu Jehova, ukayatakase, ukayaandike katika kitabu cha uzima, ukayavute katika kitabu cha mauti, ukayaandike katika kitabu cha uzima. Mungu, katakase anga yangu. Baba, ukanikumbalie ombi la kila siku. Jehova, wakati wote napoenda kuomba unikumbalie, wakati wote napoenda kusema neno kwako unikumbalie. Na ni kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Hiyo ndiyo ombi ya toba. Kuanzia saa hii, ukiwa umeungamanika pamoja nami katika ombi hili, Mungu akubariki sana na akufuatilie kutoka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Akufuatilie kutoka sasa, uendapo, uingiapo, maana yeye anasema, alimwambia, nitakuzidishia uzao. Bwana Yesu asifiwe. Nitakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nitakubariki na nitakuzidishia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi nimekuja kukuambia, wewe umeokoka, wewe umeomba ombi hili la toba, na umetii sauti ya Bwana, umelisikiliza neno hili. Bwana na akufuatilie, na kubariki, na kuzidishia uzao wako. Ni vipi Mungu atakubariki wewe? Hili neno ndivyo inavyosema. Mungu atakubariki wewe. Mungu atabariki watoto wako. Mungu atabariki uzao wa watoto wako. Na kuambia, iwe ni mbuzi na saa, na ni ya kwako, utabarikiwa. Iwe ni ng'ombe, itabarikiwa. Iwe ni mbuzi, iwe ni kondoo, iwe ni biashara unafanya, iwe ni kulima unalima, iwe ni mifugo unalinda, ninakuambia kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akubariki. Maana hajawahi nena
akakosa kufanya. Neno lake ni kweli, neno lake ni haki. Kwa jina la Yesu Kristo, ubarikiwe na Mungu akutendee katika usiku huu wa leo. Penda hili neno, penda hili neno watu wa Mungu. Lipende hili neno kwa jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe sana. Mungu akutendee kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Naomba kwa upendo wako, ukiwa umebarikiwa na neno hili, subscribe na ushare. Na ukihitaji namba yangu, nitakupatia. Enda uchati na mimi pale kwenye akaunti yangu, na Mungu atakubariki sana sana. Barikiwa sana. Amen, amen, amen.